Fikiria, siku moja bidhaa zinapanda bei ghafla, ajira zinapotea na maisha yanakuwa magumu zaidi. Hii si hadithi tu, ni hali inayoweza kujitokeza wakati uchumi wa dunia unapotikisika. Nini athari yake? Tanzania inaweza kuathirika kupitia kupanda kwa bei za bidhaa kutoka nje na hata kupelekea bei za bidhaa za ndani nazo kupanda, kupungua kwa ajira, lakini pia athari kubwa ni mabadiliko ya tabia ya nchi kwenye kilimo. Na kama hatutochukua hatua mapema, basi vijana ndio watakaoathirika zaidi. Lakini vipi kama tukibadilisha hii changamoto na kuwa fursa? Na hapa nimewaza tu, vipi kama tutaanzisha mfumo utakaowezesha vijana kujifunza zaidi kuhusu uchumi? Ndio, na huu tutauita the Digital Youth Economic Platform. Jukwaa hili litawawezesha vijana kujifunza ujuzi wa kidigitali kupitia simu, lakini pia kufanya kazi online, yaani freelancing au biashara za mtandaoni. Pia litawasaidia vijana kuuza bidhaa ndani na nje ya nchi. Hii itapunguza utegemezi wa ajira za kawaida na kuongeza kipato cha vijana. Kupitia wazo hili, vijana watajiajiri, uchumi wa nchi utaongezeka kupitia biashara za kidigitali. Tanzania itakuwa na uchumi imara hata kama uchumi wa dunia utatikisika. Lakini pia mfumo huu ni endelevu kwa sababu unatumia teknolojia iliyopo tayari kwenye simu na internet, na mfumo huu unaweza kukua kadri vijana wanavyoendelea kujiunga. Wakati dunia inabadilika, nasi lazima tubadilike. Huu ni wakati wa vijana kuongoza uchumi wa Tanzania. Asanteni.